Unemployment ni ukosefu wa ajira. Unemployment nimegundua elimu sio utajiri. Unemployment ukosefu wa ajira. Unaweza soma na ukakosa kazi. Hello. Bari asubuhi bosi. Salama. Vipi ule mpango umeniambia jana utanitumia? Nitumie. Alafu kuhusu mahindi yako tayari, naona viazi pia nazo vimesaliwa pale. Wewe ufanya kitu angalau 5,000 tu. Sawa, fanya hivyo. Sawa, fanya hivyo. Kaka, habari asubuhi. Salamu. Alafu mwanamke mzuri kama wewe, stahili uniambia habari asubuhi. Ungeniambia mambo Makubwa. Nimefuata maji mimi. Maji yapo. Lakini vipi kuhusu ile swala? Swala gani wewe kaka? Mbona sijakuelewa, unamaanisha nini? Sikiliza nikwambie wewe. Silikwambia kutoka kitambo kwa nakupenda. Kwa nini unielewe? Wewe unapenda mtu ambaye hana hata kazi. Hata viatu wenyewe ni shida. Vipi? We kaka, hata kama hana kazi, hayo hayakuhusu. Upo. We lazima utaingiliana tu. Hiyo ni mistari tu, lazima tu utakuwa wangu kivyo vyote. Lazima uwe wangu. Wadogo zangu, najua hali yetu hapa nyumbani ni ngumu sana kimaisha, lakini nimechaguliwa kule shuleni kwenda chuo kikuu kusomea kazi, na mimi nitaondoka hapa,
lakini namhakikishia nikirudi nitakuwa mtu mwingine kabisa. Ni kweli kaka, pia mimi mwenyewe nilitamani kusoma lakini lishindikana. Basi sawa kaka yangu, ninacha kusihi ni uwe makini, maana shuleni kuna mambo mengi sana. Jihadhari sana kisije kikakupata kilichowakuta wazazi wetu pia. Msijali wadogo zangu, mimi niko makini na nitahakikisha nitajilinda na nitarudi nikiwa salama. Kwa hiyo hata msiwe na wasiwasi. Dada. Umenishtua sana mdogo wangu. Vipi, kwani kuna tatizo? Na umeamka saa ngapi wewe mwenyewe? Nimeamka tu saa hii, kwani unafikiria nini? Unajua kaka yetu sasa ni mwaka na sijaongea naye kwa simu. Na hata ile namba aliyotuachia nikijaribu haipatikani. Sasa sijui kama kaka huko yuaendeleaje. Maana ninapata wasiwasi sana. Usifikirie sana. Kaka atarudi ikiwa salama. Vipi dada? Utakula nini leo? Maana mimi nasikia njaa. Hata mimi mwenyewe hapa nimeshangaa, maana sijui hata tutakula nini. Lakini wacha tu kaka yangu, hatutakosa cha kufanya. Unemployment ni ukosefu wa ajira. Unemployment nimegundua, elimu sio utajiri. Hivi tangu Samuel aondoke uliongea naye kwa simu? Ndiyo, hata mimi najaribu kumtafuta ila simpati kwa simu. Kuna uwezekano wa ile simu aliyobeba huenda ikawa imeharibika, maana ilikuwa mbaya. Na sasa unajua huko aliko anaendeleaje? Kiukweli hata mimi ananipa wasiwasi, maana sijajua hata mimi kama yuaendeleaje kakaangu. Ni sawa, maana mimi nilikuwa nimekuja kumwangalia kama amerudi. Kwa hiyo kama bado hajarudi, mimi acha niende nyumbani, maana kakaangu akinikuta huko ataenda kunigombea sasa. Halafu sikiliza dadangu, nikwambie. Kwa nini unang'ang'ana kumpenda kakaangu ili hali kaka yako hataki ukiwa unapendana na kakaangu? Sisi wenyewe ni maskini. Si ufuatane na shughuli zako tu, tuache na umaskini wetu. Mbona umekuwa king'ang'anizi kiasi hicho? Hivi nikuuliza swali? Ndiyo, uliza. Ushawahi kupenda mtu wewe? Ndiyo, nishawahi kupenda. Hivi umpende mtu alafu mtu mwingine aje akwambie muache, wewe unayaweza hayo? Basi sawa, lakini ninachotaka kukwambia, achana na umaskini wa kakaangu. Tafuta mwanaume mwingine dada. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Lakini nasubiria kaka yako akija. Basi nitamwambia. Yeye akisema mimi hanipendi, basi ndo nitaachana naye. Haya, kwa yeye.
Hivyo mwanamke, wajiona nani labda? Unajua wewe kaka, sikuelewi. Maana kile nitakapokanyaga upo. Unanidai wewe? Mbona unapenda kunifuatilia maisha yangu? Tatizo lako hutaki kunielewa. Lakini ungenielewa. Kikuwa sikufuatilii. Wacha tu nikwambie ukweli kakaangu. Mimi sikupendi. Najua unipendi kwa sababu ya Samuel. Na yuko na mwaka mmoja sasa hajarudi. Najua kwamba huko aliko yuko na nani na anafanya nini. Hayo mambo ya kuhusu. Achana na mimi kwanza. Najua hata sasa umetoka kwa kina Samuel na ukamkosa. Kwa hiyo wewe nengeneka tu, lakini lazima utaingiliana. Kama nimekosa mwanaume afadhali nikalale na umbwa kuliko wewe. Nasema nini wewe? Wewe. Nadhani umenisikia sasa. Vipi bro? Poa. Vipi? Mbona mmesimama njiani? Kuna tatizo gani bro? Kaka wewe acha tu. Lakini afadhali uniambie, maana mimi ni rafiki yako bro. Na ukinificha alafu. Sawa, acha nikwambie tu ukweli. Kweli gani bro? Kiukweli ni kwamba nimeongea mara nyingi sana na dada yako, lakini ni kwamba hajanielewa hata kidogo. Na mimi nia yangu ni kuwa nataka nimuoe, nataka nilete mahari kwenu. Hilo mbona bro halina tatizo. Kwani ukiongea na yeye anasemaje bro? Jibu lake anasema anipendi kabisa kwa sababu apenda Samuel. Shit. Samuel tena? Huyu ni mpuzi huyu. Basi sikiliza nikwambie bro. Kama unampenda kweli dadangu, basi utamuoa dadangu. Na nitahakikisha kila kitu kitakuwa sawa bro. Nashukuru sana bro. Eliza, najua tunapendana sana, lakini saa hii nimepata safari ya kwenda chuo kikuu, maana pale shule tumechaguliwa. Na mimi ni miongoni wa wale ambao wamechaguliwa kuenda chuo kikuu. Kwa hiyo nilikuwa naomba unitunzie penzi langu. Endapo nikirudi nikute mambo yako sawa. Hata mimi siwezi kupenda mwanaume mwingine zaidi yako wewe. Nakupenda sana. Nimefurahi sana kwa majibu yako. Hakika wewe ni mwanamke bora kwenye maisha yangu. Nakupenda sana. We! Unafanya nini? Eliza! Ni ujinga gani ambao unafanya hapo? Simama hapo hapo.
wangu kwa kile kitendo kilichotendeka pale na kaka. Naomba unisamehe sana. Manake hata mimi mwenyewe sikupenda. Sikiliza nikwambie Eliza, kaka yako hana makosa, ni anakutakia mazuri wewe mwenyewe, sababu nyinyi wenyewe hamna kitu, alafu pia mimi ni maskini. Sasa ukiangalia hapo, naye atasaidia mwenzake. Sio kwamba anipendi, ni kipato ndo sina. Sasa hata kama ni kipato, sasa utatumia njia gani ili tuishi kwa furaha? Nimekuita ili nije niagane na wewe, sababu naenda shule mimi kusomea kazi, na niko na mwaka mmoja ndo nirudi huku Kenya. Unaondoka lini sasa? Safari yangu ni leo, na hata nikitoka hapa basi naenda kuchukua nguo zangu na nianze safari. Basi sawa, lakini mimi nakuombea Mungu huko nakoenda ufanikiwe, maana haya maisha ni magumu sana. Sawa, nimekuelewa, lakini usisahau ahadi yetu ambayo tuliwekeana, kwamba sitaki nikuone uko na mwanaume mwingine ama nisikie uko na mwanaume mwingine. Utaniumiza sana moyo wangu Eliza. Hata mimi sitaki kusikia uko na mwanamke mwingine, maana mimi nakutunzia penzi lako, na wewe nawe naomba unitunzie langu. Eliza. Hivi mdogo wangu unafikiria nini wewe? Hamna kaka. Mimi nilikuwa najituliza tu hapa. Hapana. Mdogo wangu nikikuangalia hivi hauko sawa. Hebu niambie ni tatizo gani ambalo linakukuta mdogo wangu? Kaka, mimi niko sawa tu kabisa. Mdogo wangu, unajua unanidanganya kabisa. Lakini basi sikia. Kuna ile kijana ambaye tunaenda kuchota maji kwake. Anakupenda sana. Anataka kukuoa kabisa yani. Na alete mali kwetu. Basi unaonaje mdogo wangu? Maana unajua kabisa hii hali yetu dada ni ngumu sana kimaisha. Na mimi kakako sikusoma kabisa. Sasa unaonaje dada? Uende kutulia mali tu. Ule kijana hana shida. Na umri wako pia. Nikikuangalia hivi mdogo wangu, umekaa mkubwa. Inapaswa uwe kwa bwana wako. Ujenge familia mwenyewe na bwana wako. Sikiliza kaka. Sijawahi kuvunjia heshima kabisa, lakini kwa hili utanisamehe sana. Unataka kummaanisha nini? Kakaangu, huyo mtu unayemzungumzia mimi simpendi kabisa.
Eliza, najua tunapendana sana, lakini saa hii nimepata safari ya kwenda chuo kikuu, maana pale shule tumechaguliwa. Na mimi ni miongoni wa wale ambao wamechaguliwa kuenda chuo kikuu. Kwa hiyo nilikuwa naomba unitunzie penzi langu, endapo nikirudi nikute mambo yako sawa. Hata mimi siwezi kupenda mwanaume mwingine zaidi yako wewe, nakupenda sana. Nimefurahi sana kwa majibu yako. Hakika wewe ni mwanamke bora kwenye maisha yangu. Nakupenda sana. Kwamba anipendi ni kipato ndo sina. Sasa hata kama ni kipato, sasa utatumia njia gani ili tuishi kwa furaha? Nimekuita ili nije niagane na wewe, sababu naenda shule mimi kusomea kazi, na niko na mwaka mmoja ndo nirudi huko Kenya. Unaondoka lini sasa? Safari yangu ni leo, na hata nikitoka hapa basi naenda kuchukua nguo zangu na nianze safari. Basi sawa, lakini mimi nakuombea Mungu huko nakoenda ufanikiwe, maana haya maisha ni magumu sana. Nimesoma vizuri, kila mtihani nimepita, na kazi ambayo nimesomea ni kazi nzuri tu. Lakini kwa nini sipati tu hiyo kazi mimi nikafanya? Kwa nini kunakuwa na mitihani mbele yake? Nitamwambia nini mpenzi wangu? Tayari nishamwahidi kwamba nikirudi nitakuwa mtu mwingine. Sasa sina nilichoambulia zaidi ya kutakikana pesa, kazi niliyoisomea alafu niinunue. Nitapata wapi pesa? Sina cha kufanya.